na mjitokeze. Mimi ningetaka IEBC watoe taarifa leo, waonyeshe exactly how they are going to undertake the continuous registration. Na tungetaka vijana wakijitokeza kwa wingi wafanye laini kuanzia kesho. Mimi na wenzangu nasema tutaenda na sisi tuwashangilie. Kama kuna wengine hata kwa na nauli, problem ya nauli kufika where to register, we want to know, because we expect zaidi ya vijana milioni 6 wasajiliwe kama wapiga kura. Na hawa tunawajua, hakuna mmoja wao. Hawa ni majensi wale ambao waliuawa na serikali ya Bwana Ruto na askari wa Bwana Ruto. Hebu angalieni double speak. Yani huyu muungwana Ruto amekuwa mtu wa ajabu. Anajua kudanganya hata wazungu. Menda na wadanganya. Anaambia kule Sudan tunataka human rights ziheshimike South Sudan. Hatutaki wanawake wasumbuliwe kule. Hatutaki mauaji. Hatutaki mambo ya gunism in Africa, in Sudan. Na huku nyumbani tunajua kwamba kikundi cha RSF hata huenda, and we are investigating this matter positively, quickly, huenda pengine wao wanapatiwa silaha za watu wa Kenya waende wakapigane nazo Sudan. Tunajua kwamba dhahabu inayotolewa Darfur inapitia hapa uwanja wetu wa ndege Jomo Kenyatta International Airport kupelekwa Uarabuni, and they change the rules of origin, ionekana kama ni dhahabu ya Kenya. Na ni dhahabu inatoka Sudan, hiyo inaitwa blood diamonds, blood gold. Kwa hiyo mambo hayo ni ajabu ya. Serikali hii kuna kila sababu wapelekwe nyumbani. Nyinyi wa Masai mko tayari? Wa Masai mko tayari? Mtajitokeza? Hebu angalieni zile tofauti kidogo hizo siwachwe nyuma. Tujue kwamba hapa kuna mnyama ambaye ni hatari kwa kuleta utengamano, uongozi bora wa nchi yetu. Kama vile ametangulia kusema Wamalo, hatuna ubaya na personally na mtu kama William Ruto, no. Lakini rais anasema piga vijana miguu, risasi mguu, na unaenda UN kuhutubia, na umesema wewe mwenyewe piga vijana mguu. Ile mental health ya Senator Muranga is a real issue. Honestly, how can you be such a champion of double speak? You go out there na kudanganya wazungu. Lakini dunia imerefuka. Dunia sasa ni one, ni inaonekana kwamba wewe kama uaminiki nyumbani huwezi kadanganya dunia nzima. So we actually say this mandate inakwisha hii ya Haiti, ikwisha haraka, watoto wetu warudi nyumbani. Ukienda kunegotiate, waendelee, tutajua you are doing it for personal gain, not in the interest of the nation people, of the Kenyan people. And if you want that mandate renewed, then involve every Kenyan leader and every Kenyan parent. Aulizwe waonaje watoto wetu waendelee kule ya Haiti ama wazirudi nyumbani. Haiti inasemekana kuna vigenge, kuna gunism, kuna watu ambao wanamiliki silaha kinyume na sheria kwa wingi zaidi. Hapa nyumbani Rigiji akitoka Marekani karibu wawe na goons ambao wameundwa hapa na gavana wa Nairobi. Nairobi imekama wazi usiku, huwezi kutembea. Imekuwa imemilikiwa sasa na magoons, majangili. Kina mama hawezi kutembea Nairobi. Na Nairobi ni mji ambao kuna heshima. Nairobi ni mji ambao hata una host international community yenyewe, the United Nations, ambao sisi wengine tulifanyia kazi. Mpaka Kofi Annan akaja hapa akasema kwamba Nairobi is a united. Wewe wachana na mbwa bwana. I'm kind to animals. You know, I'm a scout, and a scout is kind to animals. Usiguse mbwa yangu. Ama tuseme Ruto akiwa pale na mbwa apite hapa. Acha kondoo. Si namna hiyo? Kwa hivyo hata uliharibu akili yangu bwana.
the point I was making is so important that Nairobi is a UN headquarters. Ni mji ambao kawaida huwe na heshima yake kama mji wa New York, mji wa Vienna, mji wa Geneva. The fourth UN headquarters in the world, which happens to be in the third world, ni Nairobi, ambao mimi mwenyewe tukishirikiana wakati ule na aliyelala rafiki yetu Kofi Annan, alikuja hata nikiwa waziri wa elimu, had been moved from foreign affairs, akaja akaniambia uwanja wa ndege, Minister, I have fulfilled my promise. He converted Nairobi to a UN headquarters. Kwa hivyo ikiwa UN headquarters haiwezi kumilikiwa na mgunzi za Sakaja na Ruto, haiwezekani. So we are telling you, we have to reclaim the dignity of our capital city. You cannot then be using watu Rigijia narudi, unateremsha mawe, gari ipigwe, Rigijia wawe. Now we think Bwana Ruto nia yako ni kusema wacha hata vijana viongozi wenyewe wapigwe risasi miguu. Ukipiga Rigijia mguu, wewe mwenyewe utapata shida kubwa sana. And I'm saying this by the way, and I want my friend Raila aje akanushe hiyo. Wakati kabla kusitisha maandamano ya 2023, Mheshimiwa Eugene, you remember, Mheshimiwa Martha Karua may remember, tulikuwa tunataka kwenda Kamukunji. Raila akaniambia amepata habari kwamba tukienda Kamukunji tutapigwa risasi miguu. Kumbe hii tabia ya Ruto kusema watu wapigwe risasi miguu alianza wakati huo. Raila akaniambia nimepata habari tukienda tutapigwa risasi miguu. Amepata hiyo intelligence na alivyo akasitisha. I remember I was in Makueni myself kwa maandamano. Ile vita tulipata siku hiyo haikuwa ya kawaida. President wa Tanzania jirani hapa, Mama Suluhu, kumbukeni, alikuwa anangojea Ruto na Raila Mount Kenya Safari Lodge. Hakwenda huko. Raila alikuja akasema nimecancel hii kitu because amepata habari atapigwa risasi miguu. Kwa hivyo inaonekana ni tabia ya Ruto kupiga watu miguu risasi. It is my human right kutembea na miguu yangu. Mungu haikuiumba wewe Ruto uje upige risasi. Vijana wetu napiga risasi miguu. And you actually say you go to the international forum and say you are a believer in human rights. But mbaya kwako, katiba 2010 ambayo Mheshimiwa Kibaki amelala alituachia kama urithi, ndio inatufanya kuabudu hata kama namna hii, hata kama ni watu wachache. Sijui kama unajua, it's your right to worship in any manner under Constitution 2010, bila mtu yoyote kukuleta madharau ama kuhujumu nafsi yako. Kwa hivyo wananchi wenzangu, wananchi wa Kajiado, kumbukeni vijana wetu Kitengela, kama vile amenena Wamalo. Hapa Kitengela ambao tunaenda saa hii, Ongata Rongai, hata mtoto mdogo akauawa kule 12 years old. Between 2023 and 2024 vijana wakauawa. 2025 wakauawa tena. We want to say you dare not do it next year. Sisi tumesema siku ya emergency tarehe 25 kila mwezi June itakuwa ni public holiday. Sisi wenyewe kwenda tukichukua mamlaka, we'll make it a public holiday because they deserve it. Inalinganisha na wale waanzilishi wa taifa letu ambao walikaa msituni kina Dedan Kimathi wakauawa, wakamwaga damu. Damu hiyo wajukuu wao kisha baadaye miaka nyingi baadaye wakamwaga damu tena. So it is right and proper that we honor these young people.